uko na wanawake, ukasema kwamba wewe sasa hivi hudate tena wanaume, unapenda wanawake. Was it kiki uliingia nayo TikTok, ama ni hivyo kwamba wewe sasa hivi you are just into women na wanaume basi tena? Unajua kwenye kupita katika maisha unakuwa unatamani kila kitu ukifanye, ukijue vitu gani vinakuwepo. Nishajaribu kufanya hivyo vitu just kupata experience vinakuwaje. Lakini mimi kufungua kwangu live zangu, platform zangu, kwa kipindi kile naongelea masuala ya LGBT, nope, sio kwa sababu ya kutaka kuaminisha watu kwamba mimi nipo katika hivyo vitu. Ni moja ya kitu ambacho mimi pia nilikuwa napenda wenzangu pia waweze kupata elimu, kuweza kujifunza zaidi, kwa sababu sisi binafsi ndo tunawafanya watu wa design hizi za LGBT kuwa wanatengwa, kufanywa vitu vibaya, some people kuwa wanaweza kuwajaji kwamba ni watu ambao hawatakiwi hata kuwepo duniani. Unanielewa? Hiyo ndo ilikuwa ni content yangu, lakini sio kwamba mimi nilikuwa nimefungua vile kuaminisha. Of course yes, kwenye mimi vitu vyangu vya usichana kutafuta hapa na pale nilijaribu mimi pia kufanya hivyo vitu, kutaka kujua inakuwaje. Lakini my dream mimi ni kuja kuolewa na mwanaume. Kwa hiyo wewe yale mambo ilikuwa ni it's kama ni umejaribu, umeona ni kitu akikufai, sasa hivi uko tayari sasa hivi uolewe na mwanaume, uwe na familia, uolewe kabisa, si ndio? Exactly. Yeah. Unajua kuna kipindi ulikuwa ukiingia hapa TikTok ukawa unacharuka sana. Nakumbuka kuna video yako ama sijui ni picha ilisambaa sana ukiwa sijui uliamua kuvua nguo ama ilikuwaje. Ni kitu gani ulikuwa kipindi hicho kiko kwenye akili yako mpaka ukawa unacharuka kiasi kile, mpaka kuna vituko ulikuwa unavifanya sana huko TikTok? Ni nini yani ilikuwa inakusababishia hayo yote? Hiyo siku nilikuwa nimetoka. Nilipokuwa nimetoka, nilikuwa nimeanza tu kunywa mapema nini. Alafu nimerudi nyumbani nimekuta watu wamekaa huko wamenifungulia live like husna mzuri tu hapa. Lakini akivua nguo ana madoa, sijui ana nini, yani ana matafrani kibao. Nikasema jamani, unajua kwenye prejudgment, kwenye urembo, kwenye umisi ule, yeah. Kwenye prejudgment unaenda ukiwa umevaa costume, zile bikini na ile ya kufunga hapa. Kwa hiyo mwili wako wote unakuwa uko naked, yani unaonekana. Zaidi ni tunaziba haya maumbile yetu hapa na kwenye maziwa. Sasa kwenye prejudgment nimeenda kujajua na majaji karibia 20, yani wamekaa vile pale, and then unaenda umevaa bikini pale, unatembea catwalk, uende urudi ugeuke kushoto kulia, wanakuangalia. Nilivyoona wananisema sana, nikaona isiwe shida, and nilishakuwa nimeshakunywa, basi nikaambia kama mimi niko na madoa, ngojeni niwaonyeshe madoa yangu ya kwapi, ndo nikavua nguo siku zile. Hivi familia yako ikiona, kwa mfano zile video zilizosambaa, familia yako ikiona hizo vitu kama hivyo, huwa wanachukuliaje? Ama washakuzoea, wanajua huyu mtu wetu, huyu ni mtu wa media, washakuzoea kwamba wewe lazima ufanye vituko? First of all, namshukuru Mungu my family sio watu wakuwepo mitandaoni. Hicho ni kitu cha kwanza. Ila ni watu wakuwa wanapelekewa vitu na watu ambao wako mitandaoni. Yeah. And the good thing ni kwamba my family wako tofauti sana na mimi. Wananijua mimi ni mtu ambaye napenda urembo, na since wakati ni mdogo kuanzia ukuaji wangu, mimi I remember nilikuwa namwambia my mom, mimi nataka nikija kuwa mkubwa niwe Miss hivi na hivi. So wananielewa, wananijua. Kwa hata hivyo vitu ambavyo vilikuja vikatokea vyote, mimi nilikaa na familia yangu, na familia yangu hawajanitenga hata kwa bahati mbaya. Na ni watu ambao pia wameweza kunipa upendo, yani yale matakataka yangu yote wao hawakuweza kuyajaji yale matakataka yangu yote, ila waliweza sasa kunitoa mimi kule kwenye yale matakataka yangu, kunirudisha nikae vile wanavyofanya nini, wanavyotaka. Hata kipindi kile wakati na atendi mavitu mengi, leo naonekana niko huku na huku. Unaona, yani familia yangu ilikuwa haipendi hivyo vitu. Lakini baadaye nilikuja tu kuona hebu acha tu kwa sasa hivi sasa nikae nisikilize familia yangu, umri unaenda, unaelewa?
vitu vya mitandao vinaishi mitandaoni, tunakuwa. Kabisa kabisa, tunazeeka ya. Mi ni mama, sijui kama unaelewa. Kuna maisha ambayo mimi nimeyaishi, sitaki watoto wangu waje kuyaishi. Unaelewa? Ndio maana hata mimi kuamua zangu ikakuwa kimya, it's because of my kids. Sitaki leo na kesho kutwa wanakuwa hapo wanakuja kuona mama alikuwa hivi, mama alikuwa anafanya hivi 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 na hivi. Hata kesho mtoto wako akifanya kitu fulani utashindwa wewe kama mzazi kumuonya. Kabisa. Kwa hiyo ndio maana kuna vitu baada ya kunitokea kote nilipoweza kutokea, niliamua sasa hivi hebu nitulize akili yangu, alafu ni focus na familia yangu na maisha yangu. Mitandao ipo, haifutiki. Hivi vitu vya usanii, sijui video vixen vinakuja vinaenda. Wapo wasanii kibao wamesha retire sasa hizo, wamekaa wametulia, umeelewa? Sasa kwa nini leo na kesho kutwa nije kuwa naendelea kuonekana kwamba Husna ni mtu wa design fulani? Unajua hata kama familia yako wanakupenda vipi, kuna muda wataenda watachoka, kwa sababu wanaona kila siku wanakuambia uache kitu fulani, hutaki kuacha. Mwisho wa siku mtu anasema hebu tumwacheni sasa tuone itakuwaje. Yes. Kwa hiyo baada ya hapo mimi niliamua sasa nikae nisikilize familia yangu, nisikilizane na watu ambao waliweza kuniinua mimi na kuniombea mambo yangu yote yaweze kurudi kama zamani. Nikaamua sasa hivi ndio niwape muda na sio hao watu wa mitandaoni, kwa sababu mimi nimekuwa kwenye industry since mwaka 2011 mpaka leo. Muda mwingine napata matatizo, hata wale ambao nakuwa na wakimbilia hawawezi kuwa wananikimbilia mimi kwa wepesi au kwa haraka zaidi, kwa sababu unakuta tayari na wao wako na schedule zao ambazo zinawafanya wafanye vitu vyao. Hawawezi wakaacha kule eti kwa sababu Husna alikuwa na attend same fulani twende tukamsaidie kile kitu. No. Ni kweli. Husna ulivyoingia kwenye TikTok nilikuwa nakufuatiliaga kipindi kile huko na LGBT, yani na kina memes, nadhani unajua lile group la kina memes wakina Juju, watu kibao. Ulivyoingia TikTok ulikuwa ni mtu ambaye you're very polite, very friendly, ni mtu unapenda kucheka nini. Unadhani ni kitu gani kilimfanya yule Husna yule akabadilika kata na ni Husna wa kutafuta maugomvi huku na kule, kugombana na huyu, kumchukia huyu, kumtukana huyu? Unadhani ukiachana na watu, atuongelei watu, wewe mwenyewe binafsi ukikaa ukifikiria unasema ni kitu gani kilikubadilisha ikawa uweze tena kuwa yule Husna tunayemjua, ukabadilika ukawa ni Husna wa ajabu, tuseme wa ajabu sana, ambaye ulikuwa unafanya vitu kibao humu ndani ya huu mtandao? Unadhani kitu gani kilikubadilisha? Kwa kipindi kile, kwanza naweza kusema kuna vitu kwangu vilikuwa vijakaa sawa. And mtu siku zote unapokuwa na stress uko na vitu haviko okay, ukiingia zako TikTok yoyote utakayekutana naye hapo, basi hasira zako ndio unaenda kufanya nini? Kummalizia yeye. Yeah. So kwa kipindi kile kuna vitu nilivyokuwa navipitia kiukweli yani. Alafu mimi mwenyewe nikaa nashindwa yani kujicontrol. Nikaa naona yani sehemu nzuri ya mimi kwenda kufanya upuuzi wangu ni TikTok. Kwa hiyo ndio maana muda mwingi mimi niliacha vitu vyangu vyote hata kwenda dukani sometimes. Mimi nikiamka zangu ni kuoga, kukaa TikTok kuanzia asubuhi mpaka kesho asubuhi. Unaona? Kwa hiyo nikajikuta kwamba kwa kipindi kile ambacho mimi sikuwa sawa, ndipo nilipoweza kutumia mtandao wa TikTok vibaya. Na ndipo ulipoweza kuniletea majanga yote hayo ambayo yaliweza kufanya nini? Kutokea. And mimi naweza nikakwambia kitu kimoja, kwa nini siku hizo wasichana wengi wanakufa, vijana wadogo, let's say umri wetu sisi. Aswa ambao wako humu kwenye mitandao ya kijamii, kwenye mitandao ya kijamii. Ndio. Siku zote ukiwa hauna mtu wa kuweza kuongea naye, yani ukapata ile relief, unaweza ukafanya vitu vya ajabu mpaka dunia ikakuona. Hivi huyu ana wazazi kweli? Au huyu amezaliwa na watu baki? Sometimes unajua mtu unapokuwa unapitia vitu kama vile, unategemea hata uwe na rafiki, ndugu. Unajua kwa mfano kama mimi, siko tumezaliwa wawili. Mimi dadangu yuko na moyo mdogo sana. Ndio maana mimi hata matatizo yangu mengine mimi siwezagi kumshirikisha dadangu, kwa sababu mimi naweza nikapitia matatizo mimi nikaa strong, lakini yeye nitakapoenda kumwambia yeye ndo akaumia zaidi. Kwa hiyo nilijikuta napitia changamoto nyingi sana, sina hata mtu
wa kuweza kufanya nini